Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunasema asante kwa muda kama huu ambao umeandaa kwa ajili yetu. Hii ni siku nzuri ambayo umeumba na ukakubali tufurahi katika siku hii. Wengine wako hospitalini, wengine wako kwenye viwanja vya vita, wanakosa amani, lakini sisi umetunehemia muda kama huu ili tuje tusikilize neno lako. Tunamuinua mtu tufuata mtandaoni, uendelee kuwa pamoja nasi. Bariki kanisa hili lililotupa nafasi, na kila mmoja aliyefika hapa barikiwe na wewe. Asante kwa baraka zako, asante kwa neema yako, asante kwa upendo wako, katika jina lako Yesu Kristo, amen. Amen. Baby mchungaji. My name is Baby Pastor. Kwamba mafundisho yangu asilimia kubwa yamebezi kwenye familia. That my teachings basically on the family. Mtu mmoja aliwahi kuniambia, somebody told me, akasema, Mgogo, tumechoka na mafundisho yako, badilisha. And he said, Mgogo, we are tired of your teachings. You have to change your teachings. Yani unatufundisha mambo ya familia. Because you are focusing on the family. Nikamuuliza, ungetamani nifundishe mafundisho gani? And I asked him that what kind of teachings that I need to teach. Akasema, tuambie mambo ya mbinguni. And he said, you need to preach about heaven. Lakini nikamwambia, sasa bahati mbaya. And I said, I'm so sorry, kwa sababu sijawahi kufika mbinguni. Because I have never been in heaven. Kwa hiyo nitakuwa na kuambia vitu vya kufikiria. So I will teach you things that you can imagine. Yani utakuwa umenipa kazi ya kukopi manabii walisemaje kuhusu mbinguni. So you're going to give me hard time to copy what the prophets have been saying about heaven. Labda wachungaji wangu hapa, maybe the pastors who are here, mnaendaga mara ngapi kwa mwaka mbinguni? How many times you go to heaven in here? Ili murudi mtuambie habari za huko. Come back again to tell us about heaven. Kwa nikawaambia, subiri nitakapoenda, kama nitajaliwa kurudi, nitawafundisha experience ya huko. Just wait when I go to heaven, by the time I come back, then I will let you know about heaven. Nikamwambia, ila sasa nitakufundisha na kile ninachokijua. But I said that I will teach you what I know. Kwa utafiti wangu nimegundua hakuna mahali watu wanateseka kama kwenye familia. For all my assessment that I have done, I only found that in the family there are people in trouble. Kwanza ngoja nikwambie maneno magumu kidogo. So let me tell you some hot stuff. Huko mbinguni unakotamani tukwambie habari zake. Heaven that you have desired for you to hear the words of heaven. Tiketi ya kwenda huko, the only ticket for you to go to heaven, ni kufaulu kuishi na sisi vizuri. Is for you to succeed to live with us in a good way. Yani ukitaka ufike mbinguni, for you to go to heaven, lazima ufike mahali ukae vizuri na familia yako. You have to sit down and to stay well with your family. Kwa sababu ngoja nikuulize swali. Let me tell you and let me ask you one question. Hii Biblia imejaa familia za watu. You know, this Bible is full of the family of people. Kwa hiyo tunapohubiri maandiko, asilimia kubwa tunahubiri familia za watu. So when we preach about the gospel, for a lot of percent we preach about some people's families. Kwani mnaposema wana wa Israeli mnamaanisha? If we speak about the children of Israel, what do you mean by that? Maana yake ni familia ya mtu. It was a family. Kwani tunaposema Adamu, when we speak about Adam, ni familia ya mtu. That is a family. Tunapozungumza habari za Ibrahim, when we speak about Abraham, tunazungumza familia ya mtu. It is a family of someone. Kwa ndio maana mnaona nahubiri mambo ya familia, kwa sababu ndiko Ukristo uliko. And that is why if I'm talking about the family, where is the focus of our Christianity? Ili Ukristo haupatikani kanisani. Christianity is not found at the church. Ukristo ni maisha. Christianity is a way of life, it's a lifestyle. Kwa hiyo lazima huo Ukristo uanzie nyumbani. So the Christianity needs to start at home. Na ngoja nikwambie, let me tell you, labda inawezekana hujawahi kufikiria. Maybe you have not think about this. Mwangalie jirani yako. I want you to look at your neighbor. Mwambie kibarua changu kwenda mbinguni ni wewe. Tell him that you are the
ukifaulu kuishi na huyo your neighbor, if you succeed to live well with your neighbor, mbingu ni yako. you have the heaven. Ukiferi, If you fail, hata hiyo mbingu yenyewe umeferi. if the heaven you fail, you not go there. Kuna mtu mmoja mpagani mzuri, There was someone who was a pagan, is a good pagan. alisema, He said this, unbeliever. mimi potelea pote nikosane na watu wote duniani, He said that no matter how I mess with all the people, isipokuwa nibaki na Mungu peke yake. and let me live alone with my Jesus. Ukiangalia hiyo sentence unaweza ukafikiri ni wa kiroho sana. If you look at that sentence, you can think like this man is so much spiritual. Lakini hakuna mpagani kama huyu. But that one is much pagan than him. Yaani ukosane na sisi wote, How can it be to mess with everybody here? Don't live with them in good position, good ubaki na Mungu aliyetuumba sisi. So if you just live with the God who created us, Kwanza huyo Mungu mwenyewe anabakije na wewe? first of all, how God can live with you? Kwa sababu umekosana na uumbaji wake. Because you messed up all the creations of God. Ngoja nikwambie falsafa ya kukamata familia ya mtu. Let me tell you the philosophy for you to catch somebody. Ukitaka kuikamata familia ya mtu, If you need to catch somebody's family, usishughulike na baba na mama. don't not focus with the father or the mother. Shughulika na watoto wao. Focus with the children. Kama tupo tutoto tudogo pale nyumbani, If there's some small kids at the house, kama kale katoto ka Pastor Clement, if the son of Pastor Clement, ukikabeba kale, when you carry that child, alafu nakarusha juu, and when you throw the baby up, alafu mwangalie Pastor Clement, just look at the Pastor Clement. unakuta na yeye anaenda You see the juu. person going up the same way. Kwa hiyo unambeba Pastor Clement kupitia mtoto wake. So that means you carry Pastor Clement through his son. Unasikia anasema hapa huyo mtoto amefurahi. You can tell you that the kid is very happy right now. Lakini ukweli aliyefurahi ni nani? But simply we know who is happy. Yaani ni yeye. It is the pastor who is happy. Ndio maana ukiona neiba wako kama vile hamuelewani vizuri, If you see you are not in a good relationship with your neighbor, shughulika na watoto wake. just focus with their kids. Tutoto tunapokwenda shule anapotaka kutupeleka utuage masomo mema. Just only talk to the kids of your neighbor and wish them well. Unakuta mama yake na yeye au baba yake ambaye mlikuwa msalimiane ameanza Because the neighbor, the father of those kids, you're gonna have a good relationship. Kwa hiyo ukitaka kumkamata Mungu, So for you to catch or to live well with God, lazima utufurahishe watoto first wake. of all, you need to please his kids, his children. Lazima utunyenyue watoto You wake. have to lift up his kids up. Huwezi kusema yani wewe utapendana na Mungu peke yake alafu uchukie uumbaji It's wake. impossible for you to please people, not to please God, not to please people. Kwa sababu yani ndio maana nataka nikwambie, So in simply we need to say this. huwezi kumpenda Mungu alafu katuchukia sisi. You cannot love God without loving the creation that God has created. Kwa lugha nyingine, In a short way, mbingu yako your heaven, iko mikononi mwetu. it is under our hands. Ukifaulu kuishi na sisi, When mbingu you yako. succeed to live out in a good relation, you go to heaven. Ndio maana kuna somo moja nalifundisha And that is why I have a good teaching right now, teaching, na nimeandika na kitabu. and I have written a book. Mtakiona nyie, mtakisomea You're mtandaoni. gonna read the book on the social media. Kile kitabu kina title inasema huyu ndiye kiumbe The title means that this is the creature, mwanadamu. human being. Mule nimefundisha kibarua kigumu ulichonacho ni cha kuishi na wanadamu. There is a hard teaching that I teach you about how to live with a human being. Kuishi na mwanadamu sio kitu rahisi. To live with a human being is not easy, a human. Lazima ujipange ukae sawa. So you need to be in a good relationship and a good shape. Mwanadamu lazima ukae naye kwa tekniki. So for you to live with a human being, you have to have some good technique. Kwa sababu hata sura yake tu imekaa mkao wa swali. When you see his face, he has some questions. Wewe angalia sura ya mwanadamu. Just look up on the face of a human being. Imekaa mkao wa swali, inatafuta majibu. He's saying and he's looking for some questions to ask and looking for some answers. Ndio maana ukitaka kukubali maneno nayo yasema, For you to accept what I'm telling you, ukitoka hapa when you live here, uende ukamkazie macho mtu ambaye hakuwepo hapa. just go to look on somebody who was not here today. Yaani muangalie tu. Just look at him. Utasikia nini? You can ask him, what? Kwa sababu sura yako imekaa mkao wa swali. Because his face is just looking like some
communication. Kwa hiyo kuishi na mwanadamu kunahitaji technique. For you to live with a human being, you need to have some tactics. Sio kiumbe cha kawaida. It is not an easy human being. Yaani hapo umekaa na kiumbe ambacho sio cha kawaida. You are living with a creator which is not normal. Ndio maana ukifaulu kuishi na viumbe hawa, wewe ni genius. When you succeed to live with human beings, that means you are a genius. Kuna watu hawajanielewa bado. Some people are not there yet. Hivi Biblia inaposema tukifika mbinguni tutafutwa machozi, Do you know why the Bible says that when we go to heaven, we're going to take away our tears? hivi aliyekuuliza nani? Who beats you? Who make you to cry? Si ni huyo jirani yako It's hapo? your neighbor or your friend who make you to cry, right? Wewe unafikiri Biblia inasema tutavikwa taji? The Bible says that we're going to be crowned. Unafikiri tutavikwa taji kwa kulima? Do you think that we're going to be crowned because we cultivate, or Tutavikwa taji kwa kufuga? because we have we are good farmers? Yes. No, utavikwa taji kwa kufaulu kuishi na sisi. They're going to give you a crown because you live with us in a good relationship. Sisi ndio kibarua chako. We are the one we give you a hard time. Ndio maana wanaokupa stress sio watu wengine. Because there only no one can give you strength. We are the one. Ni hawa viumbe hawa. People you live together with them, they give you strength. Kwa ndio maana lazima tuandae mafundisho ya kukuandaa. That is why we need to prepare teachings to prepare you. Ili uweze kufaulu kuishi na viumbe hawa. So you can succeed in how to live with these creators. Nilikuwa nawaambia Tanzania. I was in Tanzania there back home. Nikawaambia. And I told them. Kuna kabila kule linafuga ng'ombe. We have a tribe there, they are farmers of cows. Wanaitwa Wamasai. We call them Masai. Na wako na wengine wanaitwa Wasukuma. And we have other tribe that we call Wasukuma. Wanafuga ng'ombe nyingi. They have a big farm of cows. Lakini huwezi kumkuta ana stress kwa sababu ya ng'ombe mingi. But you cannot make them in stress because they have a lot of cows. Unakuta Masai ana ng'ombe 200 lakini yupo tu anaimba na ruka. You can make the Masai with a lot of cows and you can see him very happy and rejoicing them. Yaani ana ng'ombe nyingi lakini hazipi stress. So he has a lot of cows but those cows don't give him stress. Lakini angalia wewe kuishi na mtu mmoja tu. But look upon yourself, if you live only by one person. Huyo anaitwa mume. That is your husband. Huyo anaitwa mke. That is your wife. Una tutoto tuwili tutatu. 2 kids or 3 kids in the house. Lakini kuna wakati unalala njaa na mume wako yuko hapo. Sometimes you are mad and you live with hunger because your husband is there. Alafu bahati mbaya sana. And the bad thing is, huyo naye kufanya ulale na njaa. And the one who gave you much stress. Unashangaa yeye anasema leta soda baridi. Yaani yeye yuko free. So he is very free. Yaani wewe unalala njaa. You sleep with hunger. Alafu yeye anasema hawa kuku nafikiri hawajakaa muda mrefu ni watamu sana. You are hungry and someone never there is eating. Yaani huyo kiumba na kufanya wewe usilale usingizi. The human being or the creator, they make you to don't have enough sleep. Alafu yeye yuko hapo anakoroma. And he is there sleeping and relaxing. Na inafika wakati mwingine anautafuna na usingizi wake. And sometimes he's sleeping, relaxing. Wakati yeye amekufanya wewe usingizi usiwepo. And sometimes he make you don't get enough sleep. Ni mtu mmoja tu amekupa stress ya. Single person he gave you stress. Kuishi na watu kwenye familia lazima tukufundishe. To live with people in the family we need to teach you. Ili usipate stress yasiyo na sababu. So you can avoid other unnecessary stress. Umfahamu huyo kiumbe unayeishi naye. You have to understand better a human being that you live together with. Sasa tunarudi kwenye somo letu. Now come back to our title. Kwamba hasara ya kujisahau. That the damage of self-forgetfulness. Kwa nini watu wengi wanateseka kwenye familia? So why a lot of people they are struggling in their families? Wanateseka kwa sababu bado hawajajuana. They are struggling because they don't know each other. Yaani unasema hatujajuana wakati tumezaa watoto yaani they can say that why you tell us that we don't know each other and we have families and we have kids. Huo ndio muujiza ambao umetokea kwenye familia. And that is a miracle that's happened in the family. Watu wasiojuana wanazana watoto. People don't know each other, they have family and they have kids. Lakini sasa ndio maana tunakuletea hii knowledge. That is why we are bringing you this knowledge. Ili upate uweze kuishi na mwenzako kuanzia sasa bila shida. So you can live with your neighbor or with your friend without any problem from now on. Uishi na
memba kanisani ukiwa unamjua. So you can live with a member of the church that you know him better. Kwa sababu pia hakuna challenge kama kuwa mchungaji. Because you don't know, there is to be a pastor, there is a challenge. Kuna somo moja nafundishana wachungaji ku overcome challenges 11. I always have a teachings about for the pastors that to overcome 11 challenges. Yani moja kati ya zile challenge, and one among those challenges ni kuongoza kanisa alafu asilimia kubwa hawakutaki. Is to lead the church. Many of them, they don't like you and they don't love you. Na hawana namna ya kukuondoa. And they don't have a chance to kick you out. Ila wanakaa hapo, yani ukisimama mbele wanakuona kama mdoli fulani. So when you stand on the pulpit, they see you like you are an idol and pulpit. Umewahi kuongoza kanisa hilo? Have you seen that kind of, have you lead that kind of church? Unasema Bwana asifiwe. You say praise the Lord. Hakuna mtu anaitikia. Nobody is answering you. Yani wamekukataa ila uwezo wa kukuondoa hawana. They reject you but they don't have the power to kick you out. Na wakisikia unaumwa, and when they hear that you are ill, wanaingia kwenye maombi, Baba chukua Kuna challenge hiyo mbaya kuongoza watu ambao hawakutaka. There is a big challenge to lead people who don't like you. Ndio maana pastor, usije ukarogwa ukawagawia Wakristo watoe maoni kama uendelee kuwa mchungaji au usiendelee kuwa mchungaji. That is why don't give them a chance to give them the option if you can. Kwa nao hivyo watakupenda mbele ya safari. Hiyo ni challenge kubwa ambayo wachungaji wanapitia. That is a big challenge that the pastors are going through. Unajua waumini hawa ni watu wa ajabu sana. That members of the church, the people they are very terrible. Maana wakati mwingine wanasema hatuwezi kumuondoa kwa sababu sisi tuliomleta, lakini kwa ukweli tumemkataa. They can say that you cannot take him from that position, but to be honest, we don't like him, we reject him. Na unasema mchungaji, nitajueje kama nimekataliwa? You can ask yourself as a pastor, how should I know if I'm being rejected by my members of the church? Wakati mwingine angalia chombo cha sadaka. Just look upon yourself upon the cup of the offering. Ukiona tu sadaka tote ni $1. When you see the offering in the cup is $1. Hiyo ni dalili pia kwamba hupendwi. That is a sign that they don't love you. Yani watu sadaka zao zinawauma. That means they are offering, they get mad with their offering. Kwa hiyo challenge ya kuongoza watu waliokukataa. The challenge to lead people who don't like you. Ziko nyingi lakini hili sio somo lake. That is a challenge that we have a lot of challenges, but today we don't have teaching today. Kwa hiyo ili uweze kufaulu kuishi na viumbe wanaitwa binadamu. For you to succeed to live with the creator we call human being, kwanza unatakiwa uwajue. First of all, you need to know them better. Ukisoma kitabu cha Mwanzo, when you read the book of Genesis, ili ujue kuishi na binadamu ni mahesabu. For you to understand to live with people, you need some technique and calculation. Unakumbuka kitabu cha Mwanzo mlango wa kwanza? You know the book of Genesis chapter 1. Mstari ule wa 31. Verse 31. Mungu alikuwa anajisifia uumbaji wake. God was praising himself about what he did, what he created. Akasema kila alichokifanya tazama ni chema sana. And the Bible says that whatever God did, he looked to be good. Wakati huo anaposema ni chema sana, akiwemo na kiumbe binadamu. And that time he was saying that, and the human being was there as well. Lakini wakati huo alikuwa bado hajaanza kuishi na viumbe hawa. And that time he was not living with them yet. So unaweza kumsifia mtu kwa sababu hujawahi kukaa naye. You can praise somebody because he's not closer to you. Waulize wamama walioolewa. You know, ask some wives that are married. Au wababa walioolewa, waliooa. The husband who have wives. Mnakumbuka maisha yenu ya uchumba na mchumbako? You know how you were in a relationship before you get married, right? Wakati ule mlipokuwa kwenye uchumba. When you were in a relationship, in a fiancé. Kama fiancé wako. Like boyfriend or girlfriend before you get married. Ulimwonaje maisha yale? How did you see his life? Paka ulikuwa unasema tuoane haraka. You were saying you were now able to see. Ulikuwa bado hujamjua. Because you were not known him yet. Mkienda hotelini mnaagiza chakula. So when you go to the restaurant, you ask for the food. Yani anakula chakula na kiacha. Yani eti anakuambia yeye hali sana. Wakati moyoni anasema wewe chakula ningekukuta nyumbani. So you can say that you food you have made
still at home. Anakunywa soda na iacha katikati. When he's drinking soda before his fiancé, he just left a little bit. Ina gesi sana. Oh, this. Moyoni anasema soda wewe. Ningekuta nyumbani ningeongeza na maji nisuze kabisa. Lakini kulikuwa na maisha fulani ya kupretend. But there is a level of pretending that your boyfriend or fiancé was doing before. Hakuwa na uhalisia. He was not saying everything in reality. Ukimkanyaga yeye ndo anakuomba msamaha kwamba aliweka vibaya mguu. Step on him, he said, "Oh, I'm sorry." You're gonna say, "Oh, I'm sorry." Yaani mpaka ukasema hakuna mtu kama huyu. And yourself, you are convinced that there is no another man or another woman like this. Haya, sasa mko wote pamoja, tupe report. So right now we are together now. Now give us the report about your husband or your wife. Vipi, kuna soda zinabaki? Do you see any change now in the house? Kuna chakula kinabaki? Do you see any leftover of the food now left in home? Ukimkanyaga yeye ndo anakuomba msamaha kweli? If you step on him, does he first ask you forgiveness? Saizi ndo umeona the real kara. Now right now you see the real reality of your husband or your wife. Kwa hiyo Mungu na yeye alipokaa nao, so God was saying with them, ukisoma mlango wa 6, when you read out the verse 6, mlango wa 6 kitabu cha Mwanzo, when you read on the book of Genesis chapter 6, mstari wa 6 verse 6 na wa 7, and the 7, story imebadilika. there's another story that Jesus, God changed the story. Huyu aliyesema tazama ni chema sana, The same God who said that everything was good, leo anageuka anasema, and today God changed the message. Anasema nagairi kwa nini nilimfanya mwanadamu. And God regretted, said that why did I create a human being? Alafu mstari wa 7 anasema nitamfutilia mbali. And the God said that on the verse 7 that I will take it away. Yani ilikuwa tufutwe. That means God decided to kill us all. Hebu niambie, kama Mungu aliyewaumba, so can you imagine God who created us, anajuta nao. He is regretting about the human being that he created. Alafu wewe ndo unaishi nao. So now you are living with the man or the woman that God created. Rafiki, my friends, ngoja tu nikwambie ukweli. Let me tell you the truth. Hakuna kibarua kigumu kama kuishi na mtu. We have a big challenge and only to huyo unayemuona hapo. When you see your neighbor there, kuishi naye ni kazi. To live with him is a big challenge. Kwa nini? Kwa sababu ukisoma kitabu pia hicho cha Mwanzo. Because when you read the book of Genesis, the same book, mlango wa kwanza, Genesis chapter 1, mstari wa 26, verse 26, anasemaje? The Bible says, anasema mstari wa 26 anasema Mungu akasema na tufanye mtu kwa mfano wetu. The Bible says that let us make a man on our own image. Kwa sura yetu. On our own image. Huko hakuna shida. There's no problem. Sasa hiyo sentensi inayofuata ndio yenye matatizo. The next sentence, that is a big problem. Anasema wakatawale. So they can conquer. Samaki na nini ametaja huko mbele. And he said a lot of things there. Lakini ametoa wajibu wao kwamba wakatawale. And he gave them dominion over fish and the sea, everything there. Kwa hiyo kila mwanadamu unayemuona, so every human being that you see right now, ni mtawala. He is a leader. Ndio maana angalia hata mkao aliokaa hujamuelekeza. Even you can see if the way that he's sitting, instructions. Unaliona pozi lake. You see his position, now he's sitting. Hilo ni pozi la mtawala. That is the position for a leader. Si unaona mwenyekiti alivyokaa hapo? You see how the person is sitting there. Amekaa kiutawala. He's sitting like a leader. Si unamwona Imani? You see brother Imani? Pastor Imani amekaa kiutawala. Pastor Imani is saying as a leader. Unamwona huyo dada hapo na huyo mama? You see our sister and my mother there. Mwanadamu ni mtawala. A human being is the one who is given to dominate. Alafu kwenye neno la Kiingereza limeeleza vizuri. In the English word is a good word. Kwa sababu kudominate kuna mambo mawili. Because the word dominate has two words. Kuna utawala na umiliki. There is a dominate and to control. Kwa hiyo mwanadamu ni mtawala na mmiliki. A human being is there to dominate and to control. Kwa hiyo unapoishi na kiumbe kinaitwa mwanadamu. So when you live with a creator that we call a human being, usijisahau. Do not forget yourself. Unaishi
kiongozi. That is why you can be a leader. Lakini utawala tutatawala wote. But to lead, we're going to lead all. Yani wewe unabaki kuwa kiongozi ila utawala ni wetu wote hapa. You can still be a leader, but all of us, we are the leaders. Msijisahau hata nyewe wachungaji. Don't forget that you pastors. Yani wewe ni mchungaji wa wachungaji. You are a pastor of the pastors. Hao memba usifikirie wao wamekubali. Those members don't think that they are accepted. Yani unawatunza watawala wenzako. You are taking care about the other leaders. Ila wewe ni kiongozi. But you are only just a leader, only leader. Ndio maana ili ufaulu kuliongoza kanisa, for you to succeed to lead the church, lazima ujue wewe ni kiongozi, sio mtawala. You know that you are the leader, not the dominion. Kwa sababu kutawala tutatawala wote. Because to dominate, you can dominate all. Hii sio ombi. That is not an option. Hii ni principle ilishasetiwa tayari. That is a principle already set by God. Tukisema mchungaji hapo sijakubaliana na wewe. I'm not with you there. Kwa sababu hujakubaliana na mimi kwa kuwa ni mtawala, unaambiwa na mtawala mwenzako. Because you are the leader that I told you as a leader as well. Yani mwanadamu ni mtawala na mmiliki. The human being is a dominator and a controller. Ngoja nikupe mifano michache. Let me give you some illustrations. Ili uelewe unaishi na mtawala. So you can understand that you're living with someone who is a leader. Kuna watu toka tumeanza hii kongamano, some of the people that we start with them this crusade, kuna area walioitawala. There is a place that they control. Yani kuna watu walianza kukaa upande huu mpaka leo wako huko. There are some people that start sitting on this place. Kuna watu walianzia hapa mpaka sasa watamaliza. Kuna hawa upande wa hapa yani atazunguka. Kwa sababu kuna area amelitawala. Because there is a place that he controls. Hata kanisani. Even if in the church. Hebu rudisha mawazo, nenda kwenye kanisa lako. Try to review the church how you were. Umeiona siti ulioitawala? You review your seat now and you see the church. Kuna mahali tu utabadilisha siti lakini area hiyo hiyo. You can change the seat but the same area. Kwa sababu mwanadamu ni mtawala na mmiliki. Because the human being is a controller and a dominator. Hata nyumbani kwako. Even if at your house. Wale mnaolala wawili. Those people sleep two people. Na mdogo wako. And your young brother. Mnanielewa? You understand this? Kila mmoja kuna ka area amekatawala. Everyone has the area that he controls. Kuna yule wa ukutani ametawala. Those who sleep close to the wall. Huyu wa pembeni ametawala. And those who sleep in the middle. Akikuta mwenzake amelala kwa hapo alipotawala. When you met somebody sleeping on his wall, utasikia sogea. Unamuuliza, kwani wewe ukilala hapa huwezi kulala? Why if you sleep here? Ametawala mahali. You know he dominates the place. Mwanadamu ni mtawala na mmiliki. A human being is a controller. Kwa hiyo usigombane naye wala kuletana makwazo. Mpishe kwenye utawala wake. Just leave him on his kingdom. Hata pale sebuleni. Even if at the dining room. Pastor Clement ana sofa yake. He has his own chair. Yaani wakati mwingine hata watoto wakimuona tu wanamuondokea. Wanajua mtawala wa area hii amefika. Sasa kama mtu ana uwezo wa kutawala vitu, ana uwezo wa kutawala areas, unafikiri wewe utapona kutawaliwa naye? Kwa hiyo unaishi duniani na watawala. Usijisahau. Kufikiria kuna watu waliletwa duniani kutawaliwa na wewe. Hao hawapo. Wote ni watawala, tunatawalana. Kwa hiyo kana hawa viumbe kwa tekniki. Ndio maana ukitoka kuoa, and that is why after your marriage, mke wako anataka kukuambia kisaikolojia mtawala ameingia.
Your wife will need to tell you psychologically that the leader is coming. Unashangaa meza iliangalia huku. When your table is on this side, unarudi baadaye kaigeuzi when you come back home again, your wife will change the position of the table. Unajiuliza kwa nini nilipokaa hivi ilikuwa inamwaga chakula? What happened to the table for this side? Anataka kukuambia kuna mtawala mwingine ameingia. She needs to tell you that another leader is coming now. Unakuta mito ilikikaa hivi amebadilisha. On your bed, if the pillow was on this side, sofa amezipindua kule ndani. Everything, the sofa, everything could arrange everything. Anakuuliza ulikuwa umezoea kula chakula saa ngapi? And you ask you what time will you eat? Unamwambia saa moja hivi. Oh, by 7 p.m. Anasogeza nusu saa mpaka saa moja. Ili ujue kuna mtawala mwingine na mamlaka. So you know that you need another control. Kwa hiyo unapoishi na sisi, so by the time you live with us, usijisahau. Don't forget yourself. Unaishi na mtawala. You are living with a leader. Ndio maana waimbaji wa kwaya, that is why the singers of the choir, mtakubaliana na mimi. You understand this better. Mwalimu unapofundisha waimbaji, when the teacher is teaching, usijisahau. Don't forget yourself. When the conductor is teaching you the song, unafundisha walimu wenzako. You are teaching other teachers. Ndio maana unaweza kuwaambia hapa tuseme hii. You can tell them let us go by. Anainuka mwalimu mwingine pale anasema, alafu tukimaliza tuseme ho. Another one they say oh I'm going to preach by. Yani wanakuambia kwamba uko mbele lakini tuko na walimu wengine. They need to tell you that you are in front of them but we are teachers here too. Unajaribu kuna mwalimu wa step anafundisha tutakuwa tunaenda hivi. There's a teacher of dancing he has to teach you like this. Anainuka mwingine anasema sawa mwalimu tukienda hivi na kurudi hivi tumalizie hivi. Wanajaribu kukuambia sio mwalimu wewe peke yako. Yani unafundisha walimu wa walimu. Umewahi kukaa kwenye kikao kwenye komiti? Did you try to sit on the committee? Kweli kiongozi wetu chamani ndo anatakiwa toe mikono. Ongea wewe. To be in the reality the leader of the meeting need to give us permission that you can talk first. Lakini kwa sababu ni chamani wa machamani, but because they are the chairman of the chairman, unakuja kushangaa mtu anatoa mikono kule nyuma, sio wewe. And some people can allow people there. Utasikia chamani nani anataka kuongea. Ongea. You may ask somebody, okay, chamani, there's another one need to talk here. Okay. Unajiuliza sasa chamani ni nani hapa? You ask yourself now who's the leader now, who's leading now? Unaweza ukakwazika bila sababu. Hao ndio watawala. You can be mad just for nothing. Those are people they are there to control. Kwa hiyo nimekuletea somo hili. I bring this teaching today. Kuanzia leo uwe na mtazamo tofauti. From now on we have another way. Unapokaa na watu uwe na mtazamo tofauti. When you live with people you have another perspective. Kwamba unaishi na watawala. That you are living with the leaders and the controllers. Hata watoto wako wale uliowazaa. Even if they are your kids. Ulizaa watawala. You have the leaders. Ndio maana unakuta wakati mwingine, and that is why you see sometimes watoto wako wanaanza kutoa amri mle ndani. They start giving some command in the house. Ameshika remote. He has the remote. Anaangalia cartoon. He's gonna see the cartoon. Unasema mwanangu tuangalie news. Oh, let us watch the news here. No. I'm watching cartoon. I need to watch cartoons. Yani hakununua screen. He didn't buy screen TV. Hachangi umeme, stima. Pay for the rent or the. Hachangi gesi. They're not pay for the electricity. Lakini na mamlaka mle ndani. But he has power. I need to watch Baby Shark. Kwa sababu pamoja na kwamba ni katoto. Even though he is a child. Lakini kana utawala. But he has authority in him. Kamezaliwa katawala. He was born with authority. Mimi siku moja watoto wangu waliniambia. One day my kid told me. Wakasema baba na mama kuanzia leo. They say papa and mama from now on. Marufuku kula ndizi na ugali usiku. We don't want to eat bananas and African. Nikamwambia wanangu tutakuwa tunakula nini? And they asked them what should be eating then. Wakasema ni wali kila we need to eat rice every day. Nikasema kwa bajeti ya nani? Wakasema habari za bajeti unazijua wewe, ili tumewapa taarifa. Watawala. Mimi nikataka kuleta jeuri na mke wangu. My wife and I we try to nikasema leo
tutasonga ugali mkubwa. And after we need to eat another different food. Tuone kama hawatakula. We're going to see if they don't eat this food. Tukasonga ugali. We make the food. Wakaangalia wakasema ndio ile tuliwaambia hiyo. We said this food we don't like it. We told them already about this food. Wakatawanyika wakaenda vyumbani. So they left and they go to their rooms. Na mimi nikajifanya nganga nikasema ukitaka kulala na njaa lala ila chakula kibwa. And I said okay, if you don't wanna eat this food, okay. Na wao wakasema baba tunakutakia ugali mwema. And they said enjoy the food that you cook. Enjoy the food. Here we go. Sasa sisi Mungu ametubariki na mtoto mmoja wa kike. So God has blessed us with one girl among the tuko na watoto wengi wa kiume. We have a lot of men, a lot of boys in our family. Mimi kwa mama tumezaliwa wanaume watupu. In our family we are all men. Kwa hata nilipooa, so by the time I get married, nikapata mtoto wa kwanza mwanaume. The first one for my kids, the first one was a boy. Mtoto wa pili mwanaume. The second was a boy. Mtoto wa tatu mwanaume. The third was a boy. Nikajua ni wimbo ule ule wa mama. And I just remember that the same generation that is coming. Tukatafuta sadaka na mke wangu. Then we look for an offering with my wife. Tukasema tuende tukamuombe Mungu atoae watoto. Let us go to ask God who gave us children. Tukasema Mungu tupe katoto ka kike. And we ask God give us. Alafu tukakosea tukasema angalau kamoja. And we said one. Na kweli katoto kalikofuata kakaja ka kike. Tukakapa jina la Faraja. And we give the name of Faraja. Yani kama comfort. Amefariji mioyo yetu. Sasa mwisho tukasema inawezekana basi na kapili kakaja. Akatokea mwanaume. Tukasema kumbe si wenyewe tulisema angalau kamoja. Sasa kwa hiyo walipogoma kula ugali, so when they refused to eat the food, wakamuita dada yao. And they asked their sister. Wakasema pika wali. Sister, cook rice. Dada yao akaenda kachota mchele. Their sister took rice. Kapika. And they cooked it. Akawaamsha tayari. I'm ready, already cook already. Alafu ndo wanapakua wali wanakuja kuchukua mboga kwenye ugali pale. And they cooked rice already. They come to take the. Unawaona tu wanavyotabasamu. And you saw them, they were very happy. Ugali wetu katudodea. The food that we cooked as parents, they eat our food. Watawala. Those are the leaders. Yaani kuna watu nikifundisha hivi, there's some people when I'm teaching like this, unasema mchungaji unafundisha masomo ya aina gani? And you ask yourself, pastor, what the kind of teachings are you teaching? Mimi nakufundisha uhalisia. I'm teaching you the reality. Unapoishi na watu ujue unaishi na watawala. When you are living with people, you are living with the leaders. Usijisahau. Do not forget yourself. Na wote mnajua sifa za watawala. And all of us, we know that the praise of the quality of the leaders. Mnajua tabia za watawala. And you know the attitude and the behaviors of the leaders. Watawala punga mikono. The leaders, lift up your hands, please. Unaona watawala wengine wasema usiniamrishe. Usiniamrishe kupunga mkono. Na mimi sina shida kwa sababu nafundisha watawala. There is no problem because I know that I'm teaching the leaders. Amen. Amen. Unajua hata hii tukisema leaders ni kama nani? Kiingereza kijakaa sawa. Yaani dominators. Yaani wale ambao ni watawala. Those people who are dominators. Na wamiliki. And the power to conquer. Amen. Amen. Umekaa na mtu mwenye mtawala. Do you live with somebody who's a leader, who's a dominator? Ndio maana kuna wakati hata mtu kimwambia sogea huko. When you tell someone that okay, move a little bit. Kinachomsumbua sio kwamba hana uwezo wa kusogea. The big issue is that he cannot help that. Lakini kwa nini unisogeze? So the question is that why do you tell me to move a little bit? Ndio maana wakati mwingine viongozi wanasema jamani, kule kama nani nafasi iko mbele tusogee mbele. That is why you see somebody leading, they're going to say, oh please come forward, we have some chairs on front. Mtu anakausha. Somebody is just back there, he's like doesn't listen what they're saying. Anajisemea moyoni kama hukunileta usinipange. He's saying in their heart that if you didn't bring me, don't tell me where to sit. Kwa sababu ni mtawala. Because he is a dominator.
Ndio maana unakuta hata kwenye familia. That is why you see even in the families, ugomvi mwingi, a lot of trouble. Hakuna anayetaka kutawaliwa. Nobody need to be under someone. Utasikia unataka kunitawala. He can ask you, do you want to control me? Mimi sitawaliwi kila hiyo. Nobody can control me in easy way. Kwa hiyo kwa kila mmoja anakaa na mwenzake, angetamani mwenzake akubali kutawaliwa. So everyone wants someone to be under him or under her. Ndio maana nawakumbusha wanaume. That is why I remind you men or husbands. Update kichwa chako. You need to update your mindsets. Kwa sababu kuna watu wanasoma kale kama mstari. You know, some people, they are reading this verse kwamba mwanaume atamtawala mwanamke. That the man is going to control the wife. Sijui tamaa yake itakuwa kwa mwanaume. That the desire of the wife is going to be on. Lakini kumbuka maneno hayo Mungu alikuwa akiyasema kwa sababu walikosea, walikuwa napewa adhabu. Remember that this word was because they messed up somewhere. It was under the curse. Na hii wakatawale aliisema kabla. But God and the big dominators, it was before this happened. Kwa hiyo unapoishi na mke wako, kaa naye kwa tekniki. So when you're living with your wife, you need to live in the open-minded way. Usifikiri unaweza kumlazimisha na huo mstari. Don't think that you can just intimidate her with those words. Utawala uko ndani yake. The leadership is in her. Ni mtawala na mmiliki. She is a dominator and a controller. Hata amekumiliki na wewe. And she is controlling you too. Ndio maana wakati mwingine mke wako anapokuonya, that sometimes when your wife is trying to advise you or give you some instructions, kwamba usiwe karibu sana na huyo dada. That don't be close to that women. Usiseme mimi ni wa kiroho. Don't say that I'm a spiritual man. Unatawaliwa na mtu. You will be under your control. We are under somebody. Na wamama wanajua kunusa ajali. And the wives, they are very well to know. Wamama wanajua kunusa ajali. The women are better to know this danger. Ukiona na kuambia kaa kidogo distance na huyo, They tell you to be distant with someone. Yani amenusa ajali. Because they know there is a danger already out in the house. Endelea, usimdharau mke wako. Try to ignore your wife. Wanapua zina kazi kweli kweli. Wanajua hii salamu ni ya kimungu. Hii salamu inatafuta mume wangu. Wakisema be careful, uwe careful kweli. Usiseme mimi ni mtu, mimi ni pastor, paka mapepo yanakimbia. Lakini mama menusa, kuna pepo liko mule, linaweza kuondoka na wewe. Wamama wanajua kunusa. Usibaki tu kusema huyu mama na wivu, ana wivu. Pua zao ni za kiroho. Sinajua kunusa mapepo yanayoangusha. Kwa sababu amekumiliki na kukutawala. Lazima abiria tunze mzigo wake. Acha kumuumiza mke wako anapokupa ushauri, sikiliza. Wengi walipuuza, lakini sasa walipata ajali. Unaanza kusema shetani alinipitia. Lakini mwenye mali alinusa. Wamama wenye pua, haleluya. Unanusa vipi mnapowaonya wanaonyeka? Wababa mwenzio akikwambia hapa kuna harufu, when your wife is advising you that there is a danger, kuna danger hapa, there is a danger coming, msikilize. you need to listen to your wife. Kwa sababu mama wanajua kusoma saikolojia. Because they know how to test their friend in psychology. Mama lazima ashituke. Hawa wengine umesema Bwana asifiwe. For us, the mother need to ask ourselves that to others you say praise the Lord. Halafu anakuja kwa mume wako, Bwana asifiwe sana. You say praise the Lord so much. Sasa hiyo sana
When you use it so much, mama anaichukua anaipeleka laboratory. the man is going to take that word and start analyzing the word. Anakuja kugundua kumbe ile sana ilikuwa na jambo lake. You can understand that these things have something there behind. Kwa ndio maana lazima kuonye, kwa sababu ni mtawala na mmiliki. That is why I need to advise you, because she is the dominator and the controller. Wanaume tusijifanye sisi waelewa sana. Men, don't make ourselves like we are genius. Kwanza sisi wenyewe tukisoma Biblia, mafeli ya wenzetu ni wengi sana. When you read the Bible, a lot of men are the failures. Kina Samsoni walifeli. Because the Samson had failed. Daudi alifeli. David failed. Kuna wengi walifeli. None of them they failed. Na inawezekana waliwaonya. And sometimes they were being warned. Inawezekana hata mke wa Daudi alisema usiangalie kule. And sometimes the wife of David told him, I see a danger. That was a warning given. Mwisho akaua, mwisho akafanya dhambi. And at the end, David killed and he just messed up. Mama msikate tamaa. Mothers, don't be disappointed. Biblia inasema kumetokea jambo jipya duniani. The Bible says that a new fresh coming. Kwamba mwanamke atamlinda mwanaume. Tulindeni wa mama, tulindeni. Sisi tunajijua tuna madhaifu mengi. Tulindeni sana. Nikisema hivi wanaume wanabadilika sura. Lakini kama ingekuwepo laboratory hapa, tupime wa baba waliozaa watoto nje. Yawezekano nao watano unajikaza hapa. Na kwa bahati mbaya wengine umewakataa. Umemwachia mwenzako mliofanya wote dhambi analea peke yako. Halafu huko hapa kwenye kongamano. Ninahubiri unajidai unachukia. Wanaume. Una watoto wangapi? Ni wote unawalea au wengine umewatupia nje huko? Ndio maana niliwahi kuambia siku moja. And that is why I said one day, sikia maonyo ya mke wako. You need to listen to the advice of your wife. Kwa sababu ajali itakapotokea, because when you are in danger, when you get the danger, itakukosti na kukugharimu. It will cost you and you will wengine bado hamjao wachungaji sasa. Many of you are not the pastors yet. Bado ni kijana tu wa kanisa. You are still only elders of the church or young in the church. Acha umalaya wa kuzaa hovyo hovyo. Kwa sababu hiyo dhambi itakuja kukugharimu baadaye. Huyo mama utakayezaa naye, alafu atakuja kusikia umekuwa mchungaji, tayari ameshapata kitega uchumi. Atakuwa anakuitisha hela tu. Nitumie dola 100. Najua sina hela. Anakuambia nina namba ya mke wako. Nimwambie kwamba umezaa na mimi. Nimulete mtoto hapo kanisani, ili kanisa lichukue mtoto wao wa Sunday school. Mwisho unaanza kujiuliza. Unamwambia usije kanisani utakuwa umeniharibia huduma. Anakuambia basi sasa leta hiyo dola 100. Kwa usalama wa huduma yako, leta dola 100. Vinginevyo namwambia mke wako kwamba kuna muhalifu huku. Kwa mwisho inabidi utafute hiyo 100. So at the end you look for that 100 to send to her. Alafu baada ya siku 5 anasema nilisahau pia na renti ya house ndio inaisha. After 5 days I tell you that I forget something like this. Na uwezi kukataa, lazima uwe mtumwa. And you don't forget that because utakuwa mtumwa wa dhambi yako hiyo. Utakuwa mtumwa kwa sababu uliifanya kisiri. Because you are a slave on the sin because lakini inakufirisi. That is going to make you to it's going to cost you. Usiwaone wachungaji wengine wanatembea hawana nguvu. Do not look at the person because kuna wamama
wanawaendesha. Yani ndio maana kuna kazi moja sasa anaifanya, shift ni nyingi, lakini kuna moja kwa ajili ya mama msumbufu. Wanaume, una watoto wangapi? Una wamama wangapi wanaokunyanyasa? Ndio maana nawaonya vijana, ishi maisha matakatifu kwa ajili ya maisha yako ya baadaye, kwa sababu hujui utakuwa nani mbele ya safari. Wengine hapa ni mabishopu watarajiwa, wengine mtakuwa na makanisa makubwa kuliko ya wachungaji walioko sasa. Lakini hiyo dhambi ya kuzaazaa itakugharimu, itakuendesha. Baba mmoja, one of the fathers, akaniambia, mchungaji, sasa sijui nafanyaje. And he said, oh pastor, I don't know what to do about this. Nikasema, utateseka maisha yako yote. You will struggle for all your life. Mwambie mke wako ukweli. You need to call your wife and tell the truth. Ni kweli atachanganyikiwa miezi mingapi? Nikamwambia, lakini wenzetu wa mama Mungu aliwajalia. But I told him that the women, God has given them grace. Msamaha ulio ndani ya wanawake ni mkubwa mno. Forgiveness is a big. Atapiga kelele. They can be in trouble just 2 days. Wakati mwingine atakusanya na nguo anaenda kurenti nyumba nyingine. Sometimes they can leave your house and go somewhere. Atakaa mwezi mmoja. Only 1 month they can stay there. Anakuta hitaji la mwanaume liko pale pale. But they're going to sit there looking for a man. Anajiuliza, nitafute mpya au jini wangu? Can I look for another one but or can go back to my husband again? Kwa unakuta mwisho anaanza kutext. At the end, she will start texting you. Kwa hiyo huji kuomba msamaha, unafikiri ulichofanya kiko sawa. Tayari ameanza kusamehe. Mungu amewapa neema. Lakini ukimalizana na yule, unatoka kwenye utumwa. You come out of slavery. Sasa wamama. Now, mothers, women. Wamama kwa mfano sema ehe. Mkitoka hapa sema ehe. Unafika nyumbani sema ehe. Mume wako anakuja anapiga magoti mbele yako sema ehe. Anasema maneno aliyosema mchungaji yalikuwa ni ya kinabii. Mungu alimtuma kunitoa kwenye kifungo. Hapo naponiona na wanawake wawili wanaonitesa, ambao nilizaa nao, mmoja watoto wawili mwingine mmoja. Ndio maana unanishangaa, mshahara napata lakini matumizi huyaoni. That is why you see my salary is not okay, diminishing every time. Na hudumia dhambi kule. Because I'm using some money here. Leo nimeona nijiweke wazi. Today I'm coming to confess and to tell the truth. Mnaomba nisamehe. I want you to forgive me. Wamama wale mnaosema nitamsamehe, how many people gonna say I will forgive? Ili tuanze ukurasa mpya, mshahara urudi nyumbani. Hebu punga mkono mtakao samehe. I want you to lift your hands. Yani wewe unajua kwa nini wanapunga mikono? You know what they are like this? Anamwamini mume wake kwamba hawezi. Because they believe that the husband cannot do that. Sasa kija kwa kukuta ni kweli amefanya. But when they told the truth, nataka nikwambie Jumatatu watu tutaenda kuwaona hospital. I'm telling you, I see people at the hospital. Yani pressure zimepanda. Because you will be under pressure. Amewekwa ICU. They will be in ICU. Anaweweseka tu, baba fulani kweli. You are kicked out of marriage. Unaamini kwamba mume wako yawezekana anateseka mahali? Unaamini kweli? Do you believe that you have your life? It's not easy. Lakini but hebu mwangalie mwanaume yote uliyekaa naye karibu. I want you to look at the man that you're facing. Angalia body language kwenye macho. Just look the body language on your face. Vipi, yuko salama? Au macho
ninafundisha, the way that I'm teaching daily, kwa sababu usiku naombaga sana Mungu anipe message, because I always pray God to give me a message, anipe message kulingana na watu waliopo, to give the message according to the people's needs. Na hakuna ujumbe unaonitoka usio na mtu. That no message can come from me that doesn't touch the people. Hata hili nalo lisema linawalengwa. Halijanitoka kwa bahati mbaya. Wako watu wanateseka hapa, walifanya dhambi kisiri lakini nawatesa, na kwa jinsi walivyo na title na umaarufu, ni ngumu kutubu na kutengeneza. Kuna watu wanasema, mchungaji, mimi nilitubu chumbani, na mimi sina shida na toba yako, lakini yale mateso ya pesa ya yule mama, ulitubu na yenyewe chumbani, unaendelea kuteseka. Kuna wamama wanasema uambie, lakini hawajui na wao wana mateso yao. Kuna watoto wako pale nyumbani, hizo sample walikozitoa wanajua. Wametupakazia watoto ambao sio wa kwetu. Yaani mwanaume unaangalia watoto wako, mwisho unasema anyway, uumbaji wa Mungu unaendelea. Kwa sababu wewe una kichwa cha watermelon, halafu kuna tutoto tuko na vichwa vya avocado. Unajiuliza hizi sample zimetoka wapi? Kumbe mama libeba katoto huko mbali, halafu wajanga sana. Yule mtoto aliyemtoa California ndiye anayekusikizia wewe, ndo utasikia kichwa kama baba yako, wakati moyoni anajua baba yake yuko California. Mama, usinipakazie watoto sio wangu. Sisi vichwa vya Wakongo vinajulikana, vichwa vya Warundi vinajulikana, vichwa vya Watanzania vinajulikana. Hasa mbona kichwa cha Kikongo hapa kwa Burundi? Yani kuna wamama mmetupa matatizo. Unaniambia mimi nimemrandisha mtoto, yani kama nilikopi na kupesti, lakini kiukweli naona kabisa mtoto sio wangu. Na wababa msifuatilie sana. Hata kama kuna watu walikusaidia, wewe endelea kulea. Sisi kule Afrika tuko na mashamba. We have some farmers. Tunalima mango. We have mangoes. Tunalima matunda. We have fruits. Na ni matunda mbalimbali. We have some different fruits. Lakini kuna matunda unakuta tu limeota kwenye shamba lako. You can find some fruit that in your farm. Nilipanda mwaka gani hili? What happened is this. Kuna mtu alikuwa anakula. Someone was eating the fruit. Ile mbegu akaitupa kwenye shamba. And the seed of the fruit in your farm. Alafu shamba inapokea tu. And the farmer just received the seed. Yule alirusha kwa bahati mbaya. So he threw the seed in bad way. Ikaota kwa bahati nzuri. And it was just grown up in a good way. We usihoji nani alipanda. Don't ask questions what happened. We palilia tu. Just go and fix it. Matunda utakula wewe. The fruit you are eating. Hao watoto wale tu. Just think about all the kids. Usianze kuhoji vichwa. Don't ask questions what happened this hand. Unaweza ukawa na mashaka na watu na hao watoto. You can have some doubt on those kids. Wakati na wewe kumbe baba aliyekulea sio baba yako. The father who take about you was not your father. Kwa hiyo ngoma draw. So that we are equal. Hawa wamama wamebeba siri. Those mothers
huko Michigan. He brought them from Michigan. See that? Wa baba The father kwa mfano by example. Tukirudi When we go back home, mke wako anakuja and your wife comes to you, she's crying. alafu anapita tutoto tuwili And say, Sara na Baraka njoo. Anasema Mungu. I say, my husband, Mungu alitumwa na Mungu. God has been sent by God. Ametabiri juu ya ndoa yetu. He prophesies about our marriage. Ni kweli hawa watoto sio It is true, these kids are not for you. hawa watoto sio wako. These two kids are not for you. Umewalea kwa upendo. You care them with love. Lakini huyu mtoto baba yake yuko Michigan. Sarah, the father of Sarah is in Michigan. Alafu huyu mwingine yuko Dallas. And the father is in Dallas. Sasa naomba tu nisamehe. But what I need you to forgive me. Mwenyewe ufanye. So I want you to do the decision. Kama niendelee kubaki au unanifukuza. So if you can take me or not. Wanaume. Wababa wangapi wanasema atasamehe? How many fathers are going to forget to forgive this? Lift up your hands. Lift up your hands. Will you forgive? Unajua wengine, You know this. unapunga mkono, You are wavering like this. kama akina Pastor Clement. And then you must have Clement amerudisha vitoto vyake. Kwa hiyo hahitaji DNA, akiangalia dawa wako hapa. Kwa hiyo ndio maana anasema nitasamehe kwa sababu ana uhakika mke wake hajatoa mtoto. They are wavering because they said that I will forgive because they know that no kid is going to show up. Naomba mnielewe. I want you to understand this. Napofundisha mafundisho haya, When I'm teaching these teachings, kuna watu naweka ulinzi, protection kwao wasije wakakosea. there's some people that are made the protection so that they cannot, Vijana, they can go under sin again. vijana, And as you youth, mko hapa. are you here? Kama bado hujaharibu, If you have not yet messed up, naomba jitunze. please protect yourself. Wazazi wenu tunateseka na yale tuliyoyafanya. The parents are struggling for what they did. Usione wanaume wengine wako hapa wameshika hivi. Don't look up on other men, they are saying Yaani hapa wanasema mchungaji Mgogo, kwani lazima useme na hayo? Because Pastor, what do you say like that? Hii ndio kazi yangu. And that is one of my Biblia inasema kwa kusudi hilo, The Bible says that for this reason, mwana wa Mungu alidhihirishwa the Son of Man was ili asivunje kazi za shetani. so to break the yoke of the devil. Kwa lazima watu tuwakemee. So there are some people that we need to rebuke to them. Mzee mmoja alinipigia simu, alikuwa Mkenya. There was an old man, he was from Kenya. Ainipigia simu. He called me. Akasema, hivi Pastor Mgogo, kwa mahubiri unayohubiri, And he said, Pastor Mgogo, for the preaching that you're preaching daily, hivi watu wanakutumia sadaka kweli? to really receive some offering from people. Akasema, na uhakika mwaka unaisha hujapokea sadaka. And I believe that there has been a one here, you have not received any offering. Nikasema sio unabii, ni kweli. And I said that it's not a prophecy, it is true, I don't receive any offering. Muulize hata jirani yako, umewahi kumtumia? Ask your neighbor, did you send offering to the Pastor Kwa hiyo Mgogo? kwa akasema kwa mahubiri yako huwezi kupata sadaka. And he said, for your kind of preaching, I cannot receive offering. Akasema wenzio wanatuma mahubiri ya kututia moyo. Because your friend are come to preach us just to comfort us. Yaani kwa mfano ningesimama hapa, So if I could stand here, kwamba Bwana atakubariki, God will bless you. Baba atakupa magari, God will give you cars. utaziona baraka. You will receive blessings. Sawa. Okay. Unakuja Marekani unawaombea watu kupata magari, kwani kwao shida magari? You pray people for the car. They don't have a problem with the car. Marekani wanatakiwa wakemee kuhusu dhambi. Habari ya baraka walishabarikiwa tayari. About the blessing, the blessing already. Wewe umuoni huyo jirani yako ananuka dola. You see your friend that your neighbor has done. Huyo hahitaji kusema Bwana kupe kazi. You cannot say that God can give you a job. Anazo nyingi mpaka zingine anakataa. And some of them you don't want to wait for. Usijisumbue kwamba Bwana kupe nyumba nzuri. Don't say that God can give you a good house. Kwani Marekani kuna nyumba mbaya? In America, you have bad house
kupoteza wakati. Just for loss of the time. Hawa ni kuwafundisha maisha matakatifu. Teach them about the holiness life. Habari ya fedha wanazo. About money they have. Habari ya usafiri wanao. Yaani kuna vitu Mungu alishawabariki tayari. Kasheshe watoto tulionao ni wetu halali. The big issue is that the kids that we are taking care of, are they our kids? Mwangalie jirani yako. I want you to look at your neighbor. Mwambie unaonaje mwaka kesho arudi tena? You see Pastor Boga come again next year. Au unajisemea moyoni Clementi na mwenyekiti mumetuletea matatizo. You say that oh, this is a big problem for us. Sasa yule baba and the father akasema mimi sina uhakika kama watu wanaweza kukubariki wewe. He told that I'm not sure if people wanaona nikio watu wanapokuja kunitia moyo hapa nashangaa. That is why I see when people are coming to bless me. Sipokeani mimi sadaka mara kwa mara. I don't receive offering more than kwa sababu wakisikia mahubiri haya yamewachana. Because when they hear this word and they are trying to beat the wananichukia kweli kweli. They get mad at me. Kwa hiyo yule baba akasema Mungu ameongea na mimi. And the old man spoke to me, said that God spoke to me. Akasema nimepeleleza kwanza hauna gari. I did an investigation, I found that you don't have a car. Anasema lakini Mungu ameniambia nikununulie gari. But God told me to buy for you a car. Shangilia. Sasa wewe kunibariki uwezi. Hata makofi ya wale walionibariki sasa. Kwa yule baba akasema na kununulia gari. And the father said that he could buy for me a car. Nikasema hivi wewe fikiria hujawahi kupokea hata milioni moja. So you can imagine you never received 1 million dollars. Alafu mtu anasema na kununulia gari ya. And somebody gonna say that they will buy for you. Hivi nafikiria akili yangu ilikubali. My mind was not convinced. Nikasema hao ndio matapeli wa mitandao. Akaniambia nitumie account namba yako. And he said give me your account number. Account tena. Nikasema huyu anaweza kama mtaalamu wa IT anataka kuchota kilichopo. Lakini nikaangalia nikakuta kwenye account yangu hakuna hela. Nimemaliza zote kwa sababu kuna mikutano mingi tunaenda kwa gharama yako unaenda na kurudi. You know sometimes you pay all the money for God to preach the gospel. Unafika pale wanakusomea risala. They say the God they just read the wanasema tuna ujenzi yamebaki mabati 5. They will say that we have a construction no things to buy. Mike mtumishi wa Mungu aseme neno. So you want to say something for this. Yaani wewe ulitegemea wakupe bahasha. So you are expecting for you to get something. Wao ndio wanataka hata ile ulioweka ya mafuta inunue malize mafuta unalipa. So they are depending on your money again to give to them so they can buy something for construction. Maana nawaambia hivi. That is why I'm telling you this. Ukiona kuna watu Mungu anawainua kuja kunipa fedha. When you see people God is trying to tell them to give me money. Mungu anajua safari yangu ilivyo huko. God knows where is my journey. Anajua nitaenda kijijini kwingine ambako nitahubiri kwa gharama zangu. God knows that I will go to preach in the village for my own expenses. Mungu anaposema nao kwamba mtumishi wa Mungu. When God is telling them about the will of God. Mimi kwangu namuona Mungu kwa sababu mbele yangu nakokwenda. I see God because in front of me there is a good job. Ile hoteli mlioniweka. The hotel that you put me there. Ile ni deni. That is it is a debt. Nitakaporudi Tanzania, when I go to Tanzania, haya maraha yote niliyoyapata pale, all things that I get in that hotel, naenda kuyalipa kwenye kulala kwenye virago. I'm going to pay to go home there in the village. Yale mapiza unayoniletea, the pizza and the hamburger that you are bringing to me, kuna maharage kule yasiyo na chumvi na ugali. Hizi pizza zote zitaenda kufurashiwa. Ndio maana wakati mwingine wacha nile raha, kwa sababu pia na mateso yananisubiri. Kwa hiyo yule baba akasema na kununulia. So the father told me that I will buy for you a car. Nikasema lakini anyway tukampa na account. Okay, that's it. Okay, anyway I will give you the account. Ndani ya siku 5 nikakuta kweli amenitumia milioni 32 za Tanzania. After 5 days I went to my account, 35
nikatoa tu zaka, shukrani na sadaka zingine, yote ikaenda kununua Harrier. I took the money and I give offering to God, but the rest of the money I went to buy a good car. Paka sasa hivi ni miaka kadhaa imepita na drive Harrier ya Mkenya. Now I drive Harrier, a good car, Harrier. Kuna magari yanaitwa Harrier ya Gogo. They were a good car, they called it Harrier. Kwa ni kagari kazuri, hata nikifika mkutanoni wanasema mhubiri amekuja. It's a good car. When I go there, they see this is a good car. Sasa kuna wengine nikienda na usafiri nawaambia mtume na za mafuta. So when I drive there and they said ask them about what buy for the gas. Wananiambia mchungaji, ukija na gari ni gharama. They said that pastor, when you drive your car with the battery expensive. Kwa hiyo upande mabasi. So we want you to take some buses to come. Na waambia mshindwe na mlegee. And I told them you need to let like this. Kwa sababu nimepata gari ukubwani. Because I have to get a car. Sasa nitaenda kuendesha wapi sasa? Kaburi. Where's my car? Nikaambia na mimi ni wakati wangu na mimi wangu nani. Maana ni my talent for to drive. Nilikuwa natamani matrafiki wanapowasimamisha watu halafu wanaongelesha, anasema wanaongea mambo gani hapo? Angalau na mimi napigwa mkono sasa naongea na trafiki. Because I some time the traffic to talk to me too, because I was seeing some of my friends, they were talking with the traffic. Lakini kwa nini yule baba aliguswa? So why the father has sent the money for me to buy a car? Ni kwa sababu alinionea huruma kwamba injili yangu sio ya kufariji watu. Because he saw that my teachings, my lessons are not there to comfort people. Na ni ya kuwanyoosha waliopinda. There to fix you if you are in not good shape. Ni ya kuliweka sawa kanisa. Is to fix the church in good way. Ili tukiwa na watu kanisani tusiwe tuna doubt. So if we have people in the church, we don't have doubt on them. Umewahi kuona mtu anachaguliwa kwa mzee wa kanisa, alafu kanisa linasema there's a time when you elect someone to become a head of the church, and all the people will say no. Kama tumekosa watu, si tungeacha cheo kikae wazi. So if you don't, people should have to leave this position. Bwana Yesu asifiwe. Umebarikiwa na kasomo haka? Are you blessed with these teachings? Umejua kwamba unaishi na watawala? Did you now understand that you are living with the dominator and the conquerors? Kwa hiyo sasa hivi utamuona mtoto wako, mume wako, mke wako kwa jicho la tofauti. Now you're going to see your children and your wife and your husband sasa, in a different way. Kesho nitakwambia namna ya kuishi na watawala. Now tomorrow I'll tell you the way that you should live with the leaders. Natamani kuziona familia zikiishi kwa amani. My desire is to see the family living in a good way, in a good harmony. Unajua ni aibu kwa kanisa, haya madivorce yamezidi. It is a shame on the church to see people divorcing. Tunataka watu mulee watoto pamoja. We want to see you living together with your kids. Kwa sababu hata ukiwaza kumdivorce mwenzako, if you think about divorcing for your friends, bado hitaji la kuwa na mtu liko pale pale. There is a need for you to live with somebody. Ndio maana wako wanaume ni akina divorcer. That is why you see a lot of men that are divorcers. Yani yeye ni kila wakikana mwanamke miezi mingapi toa. So they live with us, with a wife that's for 3 months. She anaoa tena toa. She divorce again. Hebu angalia sura ya huyo mwanaume, unafikiri mke wake huyu ni wangapi? So look at the wife, look at the husband. Ni wa kwanza au amefukuza tu? Jesus. Hallelujah. Amen. Tunatamani watu familia zikae kwa amani. Our desire is to see the family to live in peace. Kwa sababu kanisa la kweli linaanzia wapi? The first church. Kanisa la kweli linaanzia wapi? Nyumbani. Amen. Amen. Najua kuna vitu nikihubiri mnasema mchungaji hivi Marekani kitu cha kawaida. If something I preach, you can say in America. Mnataka kutunga Biblia yenu ya Kimarekani. Are you trying to compose your own Bible in America? Mkishindwa kuifuata hii Biblia hii, if you fail to follow this Bible, usitengeneze ya kwako. Don't try to manifestate your own Bible. Andika na wewe Agano la 3. So if it's true that you can make your own the third testament. Maana kuna Agano
la Kale na Agano Jipya. Because we have Old Testament and the New Testament. Alafu wewe ukitaka andika na wewe la kwako, lakini iliyoandikwa hapa lazima ifuatwe hata kama Wamarekani hawataki. So we need to follow on this. Even if Americans don't want to follow this, they are trying to manipulate their own testaments. Unajua wakati mwingine Mungu anatuleta wahubiri vichaa. You know, sometimes God is bringing us as crazy pastors. Tuseme yale wengine hawawezi kusema. So to say what other people they cannot say. Alafu nikiongea ukweli utanifanya nini sasa? So if I say the truth, what do you do? Ndio nimesema sasa. Na bahati nzuri mwenyekiti na kina na wengine tiketi yangu iko mkononi. Kwa hiyo hata mkisema hatukupi chochote, kwanza nishapewa tayari. Ndio maana nimekwambia ukiona ujumbe unatoka hapa, ujue kuna mlengwa. Hakuna dokta anayechoma godoro lisilo na mtu. Ukiona dokta anashusha sindano, when you see the doctor has a shot, pana mgonjwa hapo. There must be a sick man there. Hata kama humuoni vizuri, if you don't see him very well, amekonda, he's there. Lakini yupo. There someone is there. Kwa ukiona haya yananifiatuka hapa, if you see what I'm preaching right now here, usiseme amesema kwa bahati mbaya. Don't think that I'm saying this. Usiseme alikuwa ameteleza. Don't say that I'm just saying. Usihariri mahubiri yangu. Don't try to rewrite. Yani kila ninalolisema, whatever I speak here, ujue nimelipanga. It's what I arranged. Ndio maana mimi mwisho wa mkutano kesho, that is why at the end of my preaching tomorrow, usitegemee nitasema kama nilikukwaza. Don't expect that if I say that kama kuna jambo hasikwenda vizuri, if I mess up somewhere, naomba tusameheane. We forgive each other. Thank you. Kwa naomba tusameheane. So forgive each other. Hiyo kwangu sahau. For me, forget about it. Neno limekugusa, if the word has touched you, katubu. God repents. Katengeneze. Go fix it. Kwa sababu ukisema alikuwa anatusema, if you say that, oh, he just kept to gossip on us. Tiketi iligharamiwa nije niwaseme. Kwa hiyo kama nimewasema, tiketi imeenda halali. Kwa sababu ndio lengo. Maana kuna watu wengine wanawaogopa kuwakemea. Kwa sababu ya tusadaka twako. Kwa sababu ya vitu unavyofanya kanisani. Wanakugeuza kama kamungu kadogo. Hata kama aliandaa somo fulani, ukiwepo wewe anapindisha. Ili asija kagusa alafu ukaacha kutoa. Lakini sio mgogo. Utanyoshwa. Siogopi mtu. Nataka watu wakae kwenye foleni. Wakae kwenye line iliyonyooka. Ila nina habari njema. Kwamba hata kama kuna mambo ulifanya huko nyuma yaliyo mabaya, tangu sasa ninapoongea, Mungu anaenda kuyafuta. Mungu anaenda kuweka ukurasa mpya. Hata kama ulifanya mambo mabaya huko nje, leo nataka nikuombee ili connection yako na Mungu ikae sawa. Hebu naomba simama mahali ulipo. Inua mkono wako juu. Sema, Bwana Yesu, umelituma neno lako. Yalikuwa maneno ya kinabii juu ya maisha yangu. Naishi na watawala. Yesu, umenikumbusha. Nilikuwa nimejisahau. Leo naomba nianze maisha mapya kwenye maisha yangu. Yako mambo mengine huenda nilikosea. Baba, nisamehe. Nifanye kiumbe kipya. Kuanzia leo niwe mtoto wako. Samehe Bwana yote niliyokosea. Anza ukurasa
Asante Yesu. Thank you, Jesus. Amen. Hebu mwite Bwana kwa maneno yako. Tamka neno kwa maneno yako. Mwambie Bwana Yesu kwa maneno yako. Sema na Bwana. Kwa ikiwa ni kwa sauti au kimya kimya, sema na Bwana. Mwambie Bwana Yesu juu ya maisha yako. Wewe maisha yako unayajua. Tabia zako unazijua. Kila kitu unakijua. Kwa hiyo mwambie Bwana Yesu. Mwambie Yesu, niko hapa. Mtoto wako nitengeneze. Umelituma neno lako liseme juu ya maisha yangu. Baba, wajalie watoto wako. Wafanyie mabadiliko makubwa yakatokee katika maisha yao. Kwa nguvu ya neno lako. Yesu, wabariki watoto wako. Kwa nguvu ya neno lako. Badilisha tabia kwenye familia zao. Kama kuna ugomvi kwenye ndoa, huo ugomvi tunaung'oa kwa jina la Yesu. Kama kuna mazozano kwenye ndoa zao, Baba, tunang'oa roho ya kugombana. Tunapanda amani yako, tunapanda maelewano, wakakae kwa upendo, wakawe watu wa kusameheana, kila mmoja akamjali mwenzake kwenye familia yake, wakakuone Bwana ukiwa pamoja nao, wakafanya ibada pamoja kwenye familia, wakafanya maombi pamoja, wakaelewane Bwana. Roho ya ugomvi, roho ya kupigana, roho ya kuibiana fedha, roho ya kukasirika bila sababu, Yesu, waponye watoto wako. Ulete amani na furaha katika nyumba zao. Baba, wengine wamekuja mahali hapa, miili yao ina ugonjwa, wana madhaifu kwenye miili yao, wengine wana uvimbe kwenye miili yao, wengine wana dalili za kansa, wengine wana vidonda vya tumbo, wengine wana maumivu ya kichwa cha mara kwa mara. Nasimama hapa kama mtumishi wako ambao umenituma, Bwana, natuma mkono wako ukawaguse watoto wako, gusa madhaifu yao Baba, waponye kuanzia sasa, wapokee muujiza. Wengine wameacha wagonjwa nyumbani, mkono wako Jehova uende nao, wakawakute ni wazima. Wengine wana wagonjwa wako Tanzania, wengine wako Kongo na Uganda na wapi, wengine wako mataifa mbalimbali. Yesu, tuma mkono wako huko waliko wanyenyuke katika jina la Yesu. Tunatamka neno la madhabahu lililobeba moto wa utakaso, wa uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Asante Baba Yesu, watoto wako wamepokea uponyaji katika jina la Yesu. Wote tuseme amen. Kesho nitakwambia namna ya kuishi na watawala. I will tell you the way to live with the dominator and the controllers. Nikwambie mbinu ya kuishi na wazazi wako. I will tell you some techniques jinsi ya kuishi na watoto wako, to live with your kids, jinsi ya kuishi na mumeo, how to live with your husband, jinsi ya kuishi na mkeo, and how to live with your wife. Maana kuna watu wakati mwingine mnasema nilikosea kuchagua. Because there are some people that say that, oh, I was wrong to choose this lady or this woman. Ulipata the right person. No, you are the target. This is the many, and that is the word that you get. Sema tu mwenzako kuna fuse zimeungua. Say that something is out of minds. Lakini ni mtu sahihi kwako. He's a good person. Ndio maana kuna binti moja alikuja akasema, mchungaji niombee. There is someone that one of the ladies came and said that pastor needs to pray for me. Akasema nipate mwanaume kutoka kwa Bwana. I need to get a man from the Lord. Nikasema atoke kwa Bwana. You are asking me to come from the Lord. Kwa hiyo hao wote unataka atoke kwa Bwana. And I said, come from the Lord. Nikasema wanaume ni hawa. And I asked, he said the same man. Nikasema umesema ambaye hana shida kabisa. You said that the man without any problem. Nikasema nakushauri binti yangu. And I said, oh my lady, I'm advising you. Kachukue fomu uwe sister kwenye kanisa la wako. Go to the Roman Catholic. Ili unafanya kazi ya kuandaa meza ya Bwana. Because you need to prepare about mpaka utakapokufa. holy some. Nikasema wanaume wote, because I told you that all the men wana shida zao. have the same problem. Chagua tu aliye na afuu. Just choose someone who is now.
you. Lakini kumpata si na matatizo kabisa. But to get someone that not have weaknesses. Hao hawapo. There's no one. No one. Chagua aliye nafuu. Just choose someone who is easy to go. Nikamwambia kijana mmoja wa kiume. And I tell him another boy. Pastor, uniombee nipate binti wife material kutoka kwa Bwana. And he said, Pastor, pray for me so I can get a wife material from the Lord. Nikamwambia, kwani aliyemletea Adamu alitoka wapi? And I asked, you know who brought Eva to Adam? Si alitoka kwa Bwana. God brought Eva to Adam, amen. Lakini unakumbuka kashashi iliyotokea. But you know what Eva did to Adam? Nikamwambia wanawake wote wanafanana. And all women are the same. Wana matatizo yao. They have the same problem. Tafuta kabinti ambako kako nafuu kidogo. Just look some one of the ladies who is easy to go. Mtazoeana, mtajua jinsi ya. You will be together and you know how the way to live. Lakini kufikiri utampata mtu ambaye hakosei kabisa. But if you think that you need to get somebody who is not weak, subiri labda second creation kama takuja kuumba tena. Maybe you wait until the second creation. Lakini hawa waliopo ndio wale waliosema anajua. You see, na gairi kwa nini niliwaumba. Ndio hawa walioko hapa. Kwa kesho nijaribu kukwambia tu namna ya kuishi na viumbe hawa. So tomorrow I will tell you the way that you can live with those creatures. Ili wasikupe stress. So they don't want to give you stress. Kuanzia kesho jioni. From tomorrow evening. Najua hautazira tena. You will not be mad again. Hautakuwa na hasira ambayo sio ya not be angry that you don't that unnecessary. Utaanza kuishi nao kwa upya kabisa. You will live with them in another chapter. Utakuwepo kesho jioni. You will be there tomorrow. Kesho kuanzia saa 7 Tomorrow 1:00 p.m. we will be here. Sawa sawa? Are we together? Lakini bahati mbaya nimalize kwa kusema. But the bad thing to say is this. Wenye matatizo hawafiki. People have a problem, they don't want to come. Sijui kwa nini magari mabovu hayajipeleki garage. I don't know why the broken car, they don't take themselves to the mechanics. Yaani ukiona gari limeenda mpaka garage lenyewe. When you see the car went to the mechanics itself, ujue halina matatizo sana. That means that they have any problem. Hata mafundi wanajua humu hamna hela. Even if the mechanics that this kind of magari mabovu hayataki kujipeleka mpaka livutwe. Then the broken car need to have like the towing. Kavute hilo gari bovu lako. You need to bring the towing to take your broken car. Bembeleze huyo mume wako, mwambie tuende leo tu. Try to convince your husband and your wife just only tomorrow. Mwambie nakupa na gari yangu, nenda mimi nitatumia namna yoyote. I will drive you, I will give you my car, you can go with this. Najua na hata yeye atakuwa na gari lake, lakini kwa kumbembeleza mpe la kwako. God convince your husband or your wife. Even if your car to drive. Tumia gharama yoyote kumleta kesho. So do all your expenses to bring your wife or your husband tomorrow. Sababu tumesema asubuhi. Because we said this in the morning. Akipona, ni wewe umepona. That if your husband he get changed, that means you are changed too. Mungu awabariki sana, tuonane. Amen.